an nadkhula mubasharatan fi darsina. Kwa hiyo hivi sasa acha tuingie moja kwa moja katika darasa yetu. Kullukum bismillahir rahmanir rahim. Lughatul lad المفردات مجلس الامتحان أيقظني مبكرا أدرس الصيدلة أدرس الطيران أدرس الطب أدرس الحاسوب على عكس ما تظن قسم لغات الأجنبية حول السباحة ميدان الكرة انتظارا أحضر لك انتظارا أقدم لك أين قلمي ها هو استعمار. طيب، بعد أن نكرر ما الآن إن شاء الله دعنا أن نبدأ شرحنا كالتالي. وكما وعدتكم سابقا، واليوم أعود أن أقول أننا نوينا حق النية وعزمنا حق العزيمة وقصدنا حق القصد أن نفعل ماذا؟ أن نتعلم اللغة العربية بفنونها، ونتعلمها بأهداف كثيرة، منها أن يستطيع كل منا على التحدث بهذه اللغة في أي مكان كان في العالم، سواء كان في السعودية، سواء كان في مصر، سواء كان في داخل الوطن أم خارج الوطن. باختصار هذا هو أكبر هدفنا، لكن كذلك أن نفهم كلام الله جل وعلا بسهولة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة، وغيرها من كلام العرب. فأوصيك أن تكون مجدا ومجتهدا في حفظ واستعمال المفردات التي نتعلمها كل يوم السبت والأحد، وعليك بإكثار التحدث اللغة العربية كي تكون حرا طليقا في التحدث بهذه اللغة. تحدث مع كل صديق لك الذي يعرف أو يفهم اللغة العربية، فتحدث معه دون استحياء. فلا شك إن اتبعت مثل هذه الخطوات ترى كيف يرتفع مستواك اللغوية من السفلى إلى العليا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا، بل أن يوفق كل من يرغب إليها. مفهوم؟ طيب، كلكم بسم الله الرحمن الرحيم. لغة اللاد، lugha ya Kiarabu. Almufradatu, mufradatu ni maneno mbalimbali, tutakuwa tuna ibara ndogo ndogo ambazo katika ibara hizi kuna vitu vikubwa sana tutajifunza. Kitu fulani kinaitwa hivi, na kila siku shay'an fa shay'a, kidogo kidogo yamlaul kinana, atahujaza kibaba, si ndio? Al-yawm tajidu kalimatain mathala au tajidu 10 kalimat, unapata leo maneno 10. Walghad, na kesho 10 kalimati takunu 20, yatakuwa ni 20, kwa maana yatakuwa yamezidi. Kwa mwezi tutakuwa na maneno mengi sana muhimu, kama nilivyotangulia kusema hapo. Kwa Kiarabu nimezungumza kwamba tujitahidi kuyahifadhi na kufanya kazi na kuzidisha zoezi kuzungumza na kila rafiki yako huko ambaye unajua huwa anajua lugha ya Kiarabu, fatahaddath ma, ongea naye sawaan ala sabili al-ittisal, ala sabili
ashafahia sasa kwa njia ya maongezi tu ya mdomo hivi kikawaida, au hata ala sabili alkitabia kwa njia ya maandishi, mumkin khilala WhatsApp, kupitia WhatsApp au majmuati WhatsApp, kundi la WhatsApp. Hakadha tahaddath maahu, zungumza naye urafiki yako bilugha alarabia. Mafhum? Tayeb, kullukum majlisul imtihan. فعندما نقول يا جماعة مجلس الامتحان tunamaanisha baraza la mtihani. Tutafahamiana hapo Majlisu al-imtihan linakuwa ni baraza la nini? Baraza la mtihani. Majlisul imtihan. Kwa hiyo kama unataka kuongea majlisul imtihani li Zanzibar, baraza la mtihani la Zanzibar, au majlisul imtihani alwatani, baraza la mtihani la taifa. Tufahamiana majlisu al-imtihan. Tayari hapo طيب كلكم أيقظني مبكرا. طيب شوف جيدا، انظر إلى هذه الكلمة أيقظني. angalia lineno أيقظني، هذا أصله كان أيقظ، إذن هذا فعل ماضي، وهي هنا فعل ماضي، فعل أيقظ. ما معنى أيقظ؟ أيقظ ameamsha. Kama kuna mtu kalala umemwamsha ndio inaitwa fi'l ayqadha. Mudhari yake nini? Ayqadha uzani wa af'ala, yuf'ilu. Ayqadha yuqidhu, si ndio? Yuqidhu anaamsha. Ayqidh amsha. Ayqidh, ukimwambia mtu ayqidhni ni amshe. Sasa ayqadhani ameniamsha mimi mubakira, mapema kabisa. Tafahamiana hapo ayqadhani mubakira. Kama unataka kumwambia mtu niamshe mapema, ayqidhni, chukua fi'lu amri, weka na nunu wiqaya, nunu ya weko hiyo hapo. Ayqidhni, niamshe, pengine baada au kabla salati dhuhri, kabla salati dhuhri. Mafhum? idhan ayqadha yuqidhu ayqidh. طيب كلكم أدرسوا الصيدلة. ما معنى هذه الجملة يا جماعة؟ ماذا تعني هذه الجملة بلغتنا السواحلية؟ نعم، فعندما نقول أو عندما تقول أدرس الصيدلة، هناك شخص يقول بالعربية يا أخ، وهذا ممكن جواب للسؤال ما، نهيلي تكون جواب لسؤال fulani. ماذا تدرس يا أخي؟ Unasoma nini ndugu yangu? Anajua mtu unasoma, si ndio? Unasoma maeneo, kwa hiyo anauliza sasa, madha tadrusu ya akhi, unasoma nini? Labda pengine katika marhalatu aljamiia, kiwango cha aljamiia, kiwango cha chuo kikuu, au marhalatu aidha almahadia au mahadi. Tayari madha tadrus? Wanasema adrusu saydalata. Adrusu صيدلة. ما معنى صيدلة؟ صيدلة هذا الفن الذي يختص في مسألة الأدوية. Ni fani ambayo inajihusisha na maswali ya madawa. Kwa صيدلة wanaitani ule ufamasi, watu wanaojihusisha maswali ya kutoa dawa, wanasomea mambo ya madawa, aidha kwa ajili ya kuja kuuza au kwa ajili ya kutengeneza. Adrusu saydalata, nasomea maswali ya ufamasi. Kuna maduka huandikwa pharmacy, maduka yanauzwa dawa Sasa kuna watu maalum wanakuwa wanasomea mambo hayo ya kutoa dawa, inawezekana mahospitalini. Kwa mtu anaajiriwa kama ni ajira yake, yeye kasomea zaidi maswali ya dawa tu. Ndio inaitwa saydalata. Tafahamiana hapo. Adrusu saydalata. Kwa swali inawezekana aliulizwa madha tadrus. Madha ndo nini maana yake vipi? Madha tadrusu. Madha tadrusu. Madha tadrusu. Kama mwanamke madha tadrusina. Ndio, madha tadrusin. Kama mwanamume madha tadrusu ya Ali, unasomea nini? Wallahi adrusu saydalata, nasomea maswali ya ufamasi, yani utoaji wa dawa. Tayeb, kullukum adrusu tayaran. Nasomea maswali ya udereva wa ndege. Tayaran, udereva wa ndege. Tayari hapo. Na ukisema adrusu tibba, nasomea udaktari. Tafahamu na tibba udaktari. Na ukisema adrusul hasuba, nasomea kompyuta. Hasub ndio inaitwa nini? Kompyuta inaitwa kwa Kiarabu hasub. Kwa hiyo kama kuna mtu shakhsun yatakhassasu fi mas'alati alhasub, hadha arrajul
nusamihi, mtu huyu tutakuwa tunamuita shakhsan yataallamu ay ama fi mas'alati alhasub. Kwa hiyo adrusu alhasuba, nasoma mambo ya kompyuta. Kwa hiyo kullukum ala aksi ma tadhunnu, hii maana yake kinyume na unavyodhania, kinyume na unavyofikiria. Labda mtu anakuambia menadhania umelala, la, ala aksi ma tadhunnu, kinyume na unavyodhania. Ni aks ala al-aks, kinyume. Ala aksi, kinyume, ma tadhunnu, unavyofikiria. Mfano mtu anafikiria wewe, unafikiria mimi sina pesa, wallahi ala hadha alamat hadha ala aksi ma tadhunnu, kinyume na unavyofikiria. Ma fulusun kathira wallah. Mafhum? طيب كلكم قسم لغات الأجنبية. قسم لغات الأجنبية tunaita kitengo cha lugha za kigeni. Tafahamiana hapo قسم لغات الأجنبية, kitengo cha lugha za kigeni. Kwa hiyo قسم أقسام kwenye mumkin fil mahad fi mahad ma, yawezekana kwenye college au chuo fulani tudarasu aqsamu mukhtalifa, kunasomeshwa vitengo tofauti. Kwa hiyo kunaka qismun yatakhassasu ay mutakhassisun fi mas'alati al-lughat faqat al-ajnabiyya, kuna kitengo kinajihusisha na lugha za kigeni tu, au pengine muassasatu ma, taasisi fulani. Inawezekana kuna jam'iyya, jumuiya, au muassasatun kwa maana taasisi, anaitwa institution ambayo itakuwa inajihusisha na masuala ya lugha za kigeni. Kwa hiyo lughatun ajnabiyyati, lugha za kigeni. Tafahamiana hapo bimaana la shaka fi hadha alqismi. Kwa hiyo hakuna shaka katika kitengo kama hichi mumkin tudarasu lughatu al-injilizia, inasomeshwa lugha ya Kiingereza ima au al-faransia, pengine Kifaransa, wasinia na Kichina, wal-almania na Kijerumani, wal-portugalia pengine na Kireno, wa halumma jarra min al-lughat, na zisizokuwa hizo katika malugha mbalimbali. Ismu lughati al-ajnabiyya, kitengo cha lugha za nini? Za kigeni. Kisa qismu sihha, kitengo cha afya. Tayib, hawlu sibahati, hawlu inakuwa kama ni hodhi ya ubwawa fulani, sibaha la kuogelea. Mara nyingi katika mahoteli inajengwa bwawa maalum linakuwa lina maji, watu wanakuwa mara nyingi wale saihun, watalii wanaogelea, wenyewe wanalita kwa Kiingereza swimming pool, bwawa lile la kuogelea watu. Wa hawlu as-sibaha, hodhi la kufanya nini? Kuogelea. Tayib, kama litakuwa linafugwa samaki, hawdhu samak. Kwa mfano inawezekana ya akh la budda nazura ila makanin, hapana budi tukatembee sehemu, hunaka hawdhu as-samak wasulahfat, kuna hodhi la samaki na wale kobe wale, au wengine wanaita kasa, kai natamatta anfusana, ili tukaenjoy nafsi zetu, tukaenjoy tayari hapo inshallah taala ma'i. Tayib, kullukum maidanul kurati. Maidanul kura naani mal'abul kura, uwanja wa mpira. Maidanu al-kurati, kurati ndo mpira, maidanu uwanja, au mal'abu mara nyingine tunaita hivyo. Maidanu, mayadin zikiwa nyingi, viwanja vya mpira. Maidanu al-kura. Tayib, kullukum intidharan. Intidhara maana yake subiri, ngojea. Uhliru laka, nakuletea. Tafahamiana hapo. Intidhara hii ni masdari ya filu intadhara, amesubiri, si ndio? Ni masdari ya filu intadhara, amengojea jambo. Intadhara, intadhara, amengojea. Yantadhiru, ana ngojea. Intidhar, kufanya nini? Kungojea. Mara nyingine masdari inakadiriwa huku, maana yake intadhir intidhara, ndo maana yake intidhara. Intidhara, taarifu, subiri. Uhliru laka, nakuletea. Uhliru laka, nakuletea. Ina maana jumla rahisi kabisa. Ukitaka kusema kwa Kiarabu kitu, nakuletea kitu, chukua filu ahlara. Asili hii filu ilikuwa halara, hapa imeshakuwa ni filu mutaaddi. Ahlara imeshakuwa filu mutaaddi. Tafahamiana hapo Filu mutaaddi ni ile filu ambayo inahitaji mtendwa, au vipi? Na kuna njia filu kiona, njia moja ya kujua filu kuwa mutaaddi, wenyewe wataalamu wanasema ile filu unazidisha he mwisho. Kwa mfano
Akhadha, ikikubali hivyo, akhadha amechukua, pengine una plus, unajumlisha, zaid tunaita kwa Kiarabu unazidisha, unajumlisha. Akhadhahu, kakichukua hicho kitu. Ukiona fi'lu mwisho ukiingiza hau dhamiri, ile ya dhamiri imekubali, hiyo fi'lu mutaaddi. Njia nyingine ya kujua fi'lu mutaaddi, fi'lu unakubali mafuulu. Tunafahamiana? Na ukiona fi'lu iliyokuwa lazimu, kimaana hata ukiiweka haiwezi kujenga maana. Kwa mfano jalasahu, hii haiji kwa sababu jalasa ni fi'lu lazim. Uizidishe hii haiji kimaana. Kwa akhadhahu, kakichukua hicho kitu ambacho hichi kitu kitakuwa kinasema kama ndio kilichofanywa. Tunafahamiana? Kwa ukisema mfano sharibahu, kainywa, hiyo fi'lu. Yaani njia moja ya kujua fi'lu mutaaddi, unajaribu kuingiza he. Ukiona imekubali kimaana, hiyo ni fi'lu lazim, mutaaddi. Ukiona haikubali kwa sababu ikiwa fi'lu mutaaddi hata uiweke dhamiri hapa inakuwa haijengi maana. Jalasa ukisa dhahabahu haiji hivyo tayari hapo. Lakini fi'lu ile kwa mutaaddi ukizidisha hau inakuwa inakubali. Tunafahamiana hapa. Kwa hiyo tuje turudi kwenye kesi yetu ya ahlar. Ahlar ameleta. Yajibu alaika an tufarrika, inalazimika utofautishe baina halara wa nini? Ahlara. Mal farq? Man yastati an yufarrika li? Nani anaweza kunitofautishia baina halara wa ahlara, kati ya fi'lu halara na ahlara? Am kilahuma binafsi almaana, au zote ndio kwa maana hiyo hiyo moja? Am mukhtalifan? طيب mal farq baina halara wa ahlara? Nipi tofauti baina halara na ahlara? Hadhara amehudhuria, amekuja sehemu. Ahlara ameleta. Kwa hiyo iwapo unataka kusema kumwambia mtu niletee, inabidi utumie ahlara kuitafuta fi'lu amri yake. Sasa hebu nani atakwaza ataniswarifia kuitoa kwenye mali hapa, aipeleke mudhari. Hadhara mudhari yake nini? Yahluru, si ndio? Hadhara yahluru, anahudhuria. Hadhara yahluru, maana hii ni harfu tatu, anahudhuria. Amri yake uhlur, njoo au ndo hudhuria. Tafahamiana hapo? Sasa ahlara uzani wa af'ala. Kwa hiyo ahlara mudhari yake nini? Yuhliru, anahudhuria. Amri yake ahlir. Ushaona hiyo? Ahlir au ahlara sio anahudhuria. Ahlara ameleta, yuhliru analeta. Ahlir, fanya nini? Lete. Sasa kumwambia mtu huwezi ukasema ahlirni, nilete mimi. Kama unataka kusudia niletee mimi, unaekele ahlirli. Tena hapa unajaza kitu fulani, na kitakachokuja hapa itakuwa maf'ulu. Itabidi kama ahlirli qalaman, lete kalamu. Ahlirli qalaman. Kama tulete ahlir lana, unaweka. Ukisema mlete ahlir lahu, mlete huyo mwanamume. Kama mwanamke ahlir laha, mlete. Ahlir laha haliban, mlete maziwa. Tutafahamiana hapo. Kwa hiyo ukisema ahlir kwa maagizo, ukiagiza kitu natumia ahlir li, mlete mimi. Tutafahamiana hapo. Ipo fi'lu nyingine tutaiona inshallah, unaweza kutumia ahlir li kitaban, ahlir li fulfulan, lete pilipili. Ahlir li aswidatan, lete ugali. Pengine uko kwenye mat'am, mkahawa ule, kwenye genge lile unataka kupiga msosi. Ahlir li aswidatan, lete ugali. Maa samaki maqli, pamoja na samaki wa kukaanga. Na hapa linakuja swali, mfano mtu anakuuliza nikuletee nini? Madha uhliru lak ya Shenyang? Takhayal annaka fil mat'am. Shenyang, hebu jalia uko mkahawa kwenye nini, kwenye wengine wanaita genge, mat'am semu inauzwa chakula tare. Tasawwar dhalik, ajalia hivyo. Madha uhliru lak, pengine mimi ndo mhudumu wa lile genge au mkahawa. Madha uhliru lak, nikuletee nini Shenyang? Pengine ndo ushafika pale. Madha uhliru lak, nikuletee nini? Jamil. Jamil. Ahlir li, letee mimi. Ruzza mushakkala, letee mseto. Shenyang anatuambia
ahlir li ruzan mushakkalan, niletee mseto. Tayib, ya Harun, madha ahliru lak? Naam. Ahlir li asidan. Mwingine anatuambia ahlir li asidatan, niletee ugali. Naam. Ya Abdallah, madha ahliru lak? Naam. Ahlir li shaya alhalib, niletee chai ya maziwa. Tayib. Kwa idhan hivi ndio tunaweza tukalitumia neno fi'lu ahlara. Tayari hapo Tayib. Nastamiru, tunaendelea. Lakini vile vile kuna fil uqaddimu laka, nikulete intidharan, subiri hebu kwanza, swina rafu. Uqaddimu laka, nakuletea filu uhliru laka au uqaddimu laka. Kuna filu qaddama. Qaddama ametanguliza, pia maana mara nyingine ameleta jambo. Qaddama ina mara nyingine nafanya jari lam. Qaddama li, kaniletea mimi, ndo kanitangulizia. Qaddama yuqaddimu, si ndio? Yuqaddimu anatanguliza. Kwa ukisema, ukiondosha yu, ukisa uqaddimu, natanguliza, maana yake ndo naleta. Uqaddimu lak, na kuletea nini? Labda birianan, nakuletea biriani. Tufahamiana. Uqaddimu laka biriana. Kwa pia tusizoe ile peke yake uhliru laka, uqaddimu laka. Na akiwa mwanamume uhliru laka, wa kike uhliru laki, wanaweza kuwa ile uhliru lakuma, na kuleteni. Kwa hiyo inategemea na dhamiri. Uqaddimu laka birianan, uqaddimu laka ka'katan, na kuletea keki yauma Eid al-Adha, siku ya Eid al-Adha. Ka'katan, ka'kata, aidha ka'kata au ka'kata, keki ma'al muajjanat, pamoja na yale manini, makombo wala hiyo ndo nini, wengine hata makarara, yale maandazi yale na hata mashikio, si nini, sawa hapo muajjanat yanaitwa. Tayib. Kwa hiyo neno uqaddimu laka, nitakuleta. Kullukum aina qalami, aina qalami, kwa wapi kalamu yangu? Ha huwa fi hapa, ha huwa fi hapa. Tafahamiana hapo Kama kitu kilichoulizwa kina sifa ya kike, kama kitu kilichoulizwa kina sifa ya nini? Ya kike. Kwa mfano, aina haqibati, mkoba wangu jamani uko wapi? Kwa unasema ha hiya. Nasema vipi? Ha hiya, hapa. Kwa ha huwa nastakhdimuha fi halati tadhkir, tutakuwa tunatumia katika hali ya kiume. Wa ha hiya tare, na kama mtu huyu hapa. Kwa mfano, aina almudarris, mwalimu yuko wapi? Ha huwa, ndo huyu hapa. Aina almudarrisatu? Ha hiya, hakadha. Au ha huwa qadim, huyu hapa anakuja. Fahamina, ha huwa qadim, huyu hapa ni ambaye anakuja. Ha hiya qadimatun, huyu hapa ambaye anakuja. Tayib, idhan kadhalika kullukum isti'marun. Isti'maru maana yake ukoloni. Sasa bila shaka kuna kipindi huko watu walitawaliwa ni wakoloni. Kwa neno istimar, ukoloni. Sawa hapo Lakini pia kuna neno linaitwa istiqlal. Istiqlalu ndo uhuru. Kisema istiqlal Tanzania, istiqlalu uhuru. Tayari hapo Kwa hiyo istimar inatoka filo istamara, ametawala mkoloni. Mustamiru, mkoloni mwenyewe. Tayari hapo Kwa mfano, aada al-istimar, ukoloni umerudi. Aada al-istimar, istimar al-jadidiyya, ukoloni mpya, ukoloni mamboleo, jadidi. Sawa hapo Kwa tulikuwa tuna takriban mufradatu 10, majumla 10. Turudi tu kwa njia ya faida. Majlis wal imtihani, tumesema baraza la mtihani. Tukaona aiqadha ni mubakira, kaniamsha mapema, hilo aiqadha. Tukaona adrusu at-saydala, nasomea maswali ya utoaji wa dawa, watu wale wanasoma mambo ya ufamasi. Adrusu tayaran, nasomea udereva wa ndege. Adrusu tibba, nasomea udaktari. Adrusu al-hasuba, nasomea nini? Kompyuta. Adrusu sihafa, nasomea uandishi wa habari. Fahamiana hapo Kwa hiyo inategemea adrusu sihafa. Swihafati ndo uandishi wa habari, kwa sababu swahafiyun ndo mwandishi wa habari.
sahafiyun, kama mwanamume sahafiyun. Tayib, kadhalika tukaona ala aksi ma tadhunnu, kinyume na unavyodhania, kinyume na unavyofikiria, ndio neno ala aksi. Tayari hapa ukisema aksum bil aks, vice versa, kinyume nyume, sijui aksum bil aks au ala aksi ma tadhunnu, kinyume na unavyofikiria. Ismu lughati al-ajnabiyya, kitengo cha lugha za kigeni. Kadhalika tumeona kwamba haudhu sibaha, haudhi la kuogelea au bwawa la kuogelea inaitwa hivyo, swimming pool wenyewe wanaita. Maidanul kura, uwanja wa mpira. Kadhalika intidharan, subiri au ngojea. Uhdhiru laka, nakuletea, au uqaddimu laka, tayari hapo. Kadhalika aina qalami, kalamu yangu iko wapi? Ha huwa hapa. Tumesema kitu cha kike, kama mathalan ingeulizwa ha hiya. Kadhalika istimaru, koloni. Wafi nihayati hadha almataf, kwa mwisho mzunguko huu, la yasauni, sinabudi illa an ashkurakum غاية الشكر لحسن استماعكم وتعاونكم الجميل منذ ألف الدرس إلى ياء. بل نشكر جميع المتابعين والمستمعين لهذه القناة وهذه الدروس أينما كانوا في العالم، شرقا أو غربا، جنوبا أو شمالا، حتى ولو كانوا في بعض محافظات تنزانيا وخارج تنزانيا. نتمنى لهم التوفيق والسداد، وكذلك نتمنى لهم علما نافعا وحياة سعيدة ورزقا واسعا وشفاء من كل مرض وحفظا من كل عدو بني آدم والجان. ودمتم طيبين، ونقول لكم سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وإلى اللقاء في الدرس المقبل.